Ama kweli duniani tunapita, kifo akibishi hodi, kikija akichagui tajiri wala maskini. Leo kimetuchukulia mtu muhimu sana katika maisha yetu. Rest in peace Ivoni, rest in peace Mami. Mavumbini tulikuja, tena tutarudi, twapombea ndugu yetu lale pema. Mavumbini tulikuja, tena tutarudi, twapombea ndugu yetu lale pema. Ulale pema, ulale pema, twapombea ndugu yetu lale pema. Vita umevipiga, mwendo umeumaliza. Oh, twasema lala salama we. Umetuachia pengo kubwa, umetuacha na majonzi mazito. Hatuchui tuseme nini, vita umevipiga, mwendo umeumaliza. Lala salama. Yo, yeah. Moyo wangu nauma sana, umetuacha na majonzi, manunguniko makubwa. Ndugu zako tunalia, marafiki zako tunalia, hatujui machozi atupanguse nani, ila twakombea pumzika kwa amani. Pumzika kwa amani yo, ila twakombea pumzika kwa amani, ila twakombea pumzika kwa amani. Mavumbini tulikuja, tena tutarudi, twakombea ndugu yetu lale pema. Mavumbini tulikuja, tena tutarudi, twapombea ndugu yetu lale pema. ulale pema, ulale pema, twapombea ndugu yetu lale pema. Kifo kisikie kwa jirani yako, maana ni pigo kubwa. Naondoa amani ya moyo. Umetuacha, wala tutakuona tena. Uzuri sana moyoni. Taarifa hii nilipoisikia, moyo ulipatwa na mshtuko. Sikuamini kweli kweli umeenda. Japo safari ni yetu sote, ila kuna muda naumiza moyo. Sina budi kukubaliana nayo, maana ni njia yetu sote. Kazi ya Mungu haina makosa. Uwezo tungekuwa nao, tungekusimamisha tena, ila iwezekani.
umelala yo, umelala, umelala mpendwa, yeah. Mavumbini atamaliza tulikuja mavumbini tulikuja tena tutarudi Batena vile. Ninauliza ujana wangu mama leo sawa sawa na maua mama leo. Ninauliza ujana wangu mama leo sawa sawa na maua mama leo. Wote mbele yake Bwana. Wazima
Na kama ina bana saa 12 ale shida tulimkambia ole shida hata saa yeye mwene sawa tu kanisa ndibe betu kyo bamlele wabo to tobona saa chitano hapana muita nao betu bope to kana saa mwenji nonge saa mwenji
wewe Mungu wetu, Mungu wetu. Ndugu na jamaa mliopo hapa, naomba sana tumshirikiane kumwombea huyu jamaa yetu aliyehaga dunia hapa, kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee katika mbingu, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia, nasi tutakapohaga dunia tumkute huko mbinguni. Najua tutaweza sasa tukakamate sanduku na kuitoa moja nje. Mwamini nitawaokoa, msililie, msihuzunike moyoni mwenu, mwamini nitawaokoa, nitawafikisha mbele ya Baba. Kuna nafasi kubwa, nafasi ya heri na uzima wote. Mwamini Mungu, msilielie, msihuzunike moyoni mwenu, mwamini nitawaokoa. Msilielie, msihuzunike moyoni mwenu, mwamini nitawaokoa. Kana mbele ya watu hakuna tamko na pia mbele ya Baba. Mwamini Mungu, msihuzunike moyoni mwenu, mwamini
sawa tumbo lako Yesu. Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Ili marehemu mtumishi wako aliyemaanishwa hapa duniani umweke katika amani ya Mungu, umweke katika amani mwanga pamoja na watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu siku zote, bikira wa siku zote, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Tata becha utoka kile tata becha tata utoka kile tata utoka kile tata becha utoka kile. Bwana awe nanyi. Tuombe. Mungu, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako uliyemhamisha duniani umweke katika amani ya mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Matendo yake makuu
tusomapo maandiko matakatifu. Somo la kwanza. Yeremia alitumwa na Mungu kuwaeleza Wayahudi kunatazamwa na Wakristo kama mfano wa kifo na ufufuko wa Yesu. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 38 aya ya 4 hadi aya ya 6, tena aya ya 8 hadi aya ya 10. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme, twakuomba mtu huyu auawe, kwa kuwa haizofisha mikono ya watu wa vita waliobaki katika mji huu, mikono ya watu wote, kwa kuambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafuti watu hawa heri, bali shari. Naye mfalme Sedekia akasema, tazama, yu mikononi mwenu. Maana mfalme siye awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtwaa Yeremia wakamtupa katika shimo la Malikia mwana wa mfalme lililoko katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba. Na mle shimoni hamkuwamo na maji ila matope tu. Naye Yeremia akazama katika matope hayo. Ebedimeleki akatoka nyumbani mwa mfalme akamwambia mfalme akisema, bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliomtendea Yeremia nabii, ambaye wamemtupa shimoni, naye hakosi atakufa pale alipo kwa sababu ya njaa, kwa kuwa hapana mkate kabisa katika mji. Ndipo mfalme akamwamuru Abedimeleki Mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30, toka hapa ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Somo la pili. Waraka huu unasimulia namna watakatifu walivyovumilia taabu na kupata tuzo lao, pia namna Yesu alivyostahimili mateso na kupata utukufu. Uvumilivu wa watakatifu hao na hasa wa Bwana Yesu ni mfano wa himizo katika kuzichukua taabu zetu za kila siku, tukitaka kufikia utukufu huo. Ni somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 12 aya ya 1 hadi aya ya 4. Wapenzi, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu
mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuizarau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestamili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi. Neno la Bwana. Hadi aya ya 50. Simame sote kwa mashangilio. Siku ile Yesu aliwaambia makutano, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe? Je, nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa wawili, wawili kwa 3. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wamepasha sehemu pale ambapo wamechota. Ni somo la kwanza na nabii Yeremia, hiyo waraka kwa Ibrania na Injili ya Luka. Wamesema mengi, lakini kuna yale yanafanana, na katika hayo leo tungependa tuongee kwa kile ambacho wanazoea kusema wale watu wa zamani katika Lingala, lokuta ekomi laisser passer. Lokuta ekomi laisser passer, yaani uongo inakuwa ni kibali cha mtu apate kile ambacho tukitaka kwa haraka. Upate kwa haraka, na unajua ya kwamba haraka haraka ina baraka. Lakini
kwa makusudi mazima unatenda kitu kama hicho. Tukumbuke ya kwamba uongo mbele ya Mungu ni balaa, lakini ukweli ni baraka. Mithali 12:22. Yaani wale wanaotenda mema ukweli mbele ya Mungu wana baraka tele. Hata baraka zikikawia zitafika tu, ni baraka zako. Lakini uongo utakubeba mbali bila kujua. Acha nikwambie, kuna mama mmoja ambaye amebahatika kuolewa na mume msomi kabisa, lakini mama huyo alijaa kiburi cha ajabu. Alitegemea mali ya mumeo, majirani wote ni takataka, hana rafiki, hana nini, ni yeye tu. Ameishi hivyo hivyo. Basi mume wake alikuwa mwanafunzi kwenye chuo mbali sana. Alimwacha na mimba, akazaa mtoto mwenye kufanana baba yake bila shaka. Lakini siku moja, wakati umoja, zile hela ambazo alikuwa akipata zimekatika, akaanza kuteseka. Nitakula nini? Niende kwa nani? Na kila fasi amefunga milango ya upendo, ni yeye tu, mimi tu. Akatamani usiku aseme hivi nikienda, akazaa mtoto wake mzuri sana, hivi nikienda kutafuta viazi usiku niende kuiba, si nitakula wangu mule ndani wa uongo asiko mule ndani, na akija mume wangu tamwambia kwamba mtoto alifariki, nimemzika fasi fulani, litaisha. Na mume akaja akachonga chonga uongo wa kweli kabisa, akaurandaranda, akaushona, ukasimama imara. Mume akaja, karibu, habari gani? Hapa kwenda kuambia mtoto amefariki. Mwanangu imekuwaje? Amegonjwa kafariki. Na tumemzika sehemu moja pale, kaburi iko pale. Mume akazimia. Usiku huo mtoto ameogotwa naye pia, akagonjwa, akaenda hospitalini. Naye bwana naye usiku akaenda hospitalini. Yeko pale ni mgonjwa, mke wake anamchunga. Yule aliyeogotwa naye pia ni mgonjwa pale, hawana habari. Hawa nesi hawa watu ajabu ajabu. Sonaka wa mama, kumezaliwa mtoto gani mwanaume na ule mtoto anafanana fulani, ndio maneno yao wa mama hao. Na hospitalini napo pia umoja kaenda, mbona huyu baba anafanana na yule mtoto, inakuaje? Mtoto wake yule kabisa. Wale waliogota walipoenda wako na kweli, yule anafanana kabisa, ndio baba mtoto. Mama pale anakalia uongo, anaukalia kabisa, kumbe huko amemalizika. Lakini mwisho wa safari wakamwambia baba, mtoto wako, mtoto wangu amefariki hapo. Ni mtoto wako namna gani? Njoo hapa nikwambie. Inawezekana mtoto wako tumemuogota. Mama mmoja alikuwa anaiba viazi usiku. Hajaamini. Baba kaenda akaangalia, kibaya hana kioo. Asema ni mtoto wako kabisa, basi mpime damu.
kupima damu sambamba mtoto wake. Arudi nyumbani, mke wangu niambie, imekuwaje? Sema ukweli. Hapana, sema ukweli. Hapana, twende kaburini, twende kaburini. Tuangalie ndani, we peke kuangalia kule ndani ya kaburi kuna mtu, sio mtu. Kumbe mtoto ameogota. Mama siku ile raha ambayo alikuwa nayo ya ajabu kudharau wengine, akapigwa teke. Nenda zenu, nenda, toka huko. Akapoteza raha yote, akahangaika aende kwa nani? Akaanza kulia. Kristo, ndivyo ilivyo wale wasema uongo. Endeni uongo wenu, lakini mjue kwamba kuna siku moja mtapata shida. Kweli anasema jameni, Yerusalemu itatekwa. Ukweli wake wakauchukia, akatumbukiza ndani ya shimo ili afe. Lakini watu wema wapo, walitetea yule Yeremia asiwe na njaa, wakamuokoa. Yeremia akapona. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ukweli. Ndio msomaji akasema ya kwamba Yeremia sawa vile Yesu Kristo. Yesu kwa ajili ya ukweli ameteswa, akahangaika, lakini kwa sababu ya ukweli Mungu alimtukuza, akafa, akafufuka. Nasi vile vile tukiwa katika ukweli tutafufuliwa. Ndio maana Paulo kwa Ibrania amesema kwamba jameni, muache mizigo mizito munayo, na ile mizigo nyepesi pia achana. Ameshikwa kwenda kuangalia, unashangaa ni wanani? Ni sisi wale tuliobatizwa na kuwapa ya kwamba namwacha shetani na mambo yake yote na vingine vyote, namfuata Kristo. Vya bongo vya kusema sema, lakini kuishi hakuna. Wakati ni huu wapendwa, tujue kwamba hii ni njia yetu sisi wote. Lakini cha muhimu ni kawaida. Hapa ni kawaida, kufa ni kawaida. Lakini je, ninapofariki mimi nimeacha nini nyuma yangu? Je, hali yangu, familia yangu itaishi katika usalama? Ni ole mtu akifa ni sikukuu kwa watu wengine, bora amekufa. Huku wanalia, wengine wanacheza, wanacheka, ni tabu. Lakini bora chukiwa na mtu, ila mbele ya Mungu ni katika usahihi wangu. Tuseme Kristo. Hiyo basi tuambatane na ukweli, utatusaidia. Na hiyo mizigo yote ambayo midogo na mikubwa tunayo tunakalia, wapendwa, tutupilie mbali. Usipate fezea saa vile yule mama aliyokosa upendo kwa watu wengine, anakubali mtoto abakie huko, hata kusema habari haisemi. Kwa sababu gani? Amejifunga mwenyewe, haitakusaidia kitu. Basi tuondekane na mambo mabaya ili tumfuate Kristo na nyayo zake zote. Siku moja tutapata taabu kweli, tutateswa, lakini mateso yote yale, machozi yote atapangusa Yesu Kristo aliye mwokozi wetu, njia, ukweli na uzima. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo wa uzima. Tosengio katae
tumpeleke mbinguni huyu ndugu yetu Mkandama aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Tumuombe Bwana. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Tumuombe Bwana. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Tumuombe Bwana.
Bwana, pokea kwa furaha ya marehemu bakaribisha mwamba karevera pastere atubwile alamu a marehemu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunazo sababu za kusema jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa kila jambo tuweze kushukuru, liwe jambo mbaya liwe nzuri, jina la Bwana liendelee kupewa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Familia kama familia imeweza kushukuru kwa wale wote walioacha shughuli zao huko na kuja kuambatana pamoja nasi kipindi hichi cha majonzi. Mungu ataendelea kuwalipa, sisi wenyewe hatuwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Ila familia ina ujumbe ambao inapenda ikuambie wewe leo. Kabla hatujaingia kwenye ujumbe huo, napenda nikuambia kwamba haya ambayo tutakwenda kusoma hapa ni sahihi kabisa. Kama wewe umekuja hapa kwa malengo ya kupeleka taarifa za uongo, nadhani tumefuata Injili. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 11 unatuambia hivi, waongo waendelee kuwa waongo sana na watakatifu waendelee kuwa watakatifu sana. Amena. Basi agizo la familia kwa msiba huu ni katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 2. Biblia inasema hivi, na mwanamke siku zake ni chache na zimejaa taabu. Haleluya. Kifo cha ndugu yetu aliyekuwa ndugu yetu ameshabadilishwa majina. Kifo cha aliyekuwa ndugu yetu marehemu Mukandama Shabani, familia inasema hivi, alizaliwa na mwanamke, siku zake tunyokeletuba. Marehemu alijulikana kwa majina ya Mukandama Shabani Zuberi, wa jamaa la Wazoba wa Simbi, nyumba ya Mwenesimi, ukoo wa Kalole. Alizaliwa Pasimbi tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka wa 1958. Baba wa marehemu alijulikana kwa majina ya Shabani Batange. Mama wa marehemu alijulikana kwa majina ya Eliza Mukandama, wa jamaa la Babungwe Sobe ya Mango wa Kichula. Masomo. Marehemu alisoma masomo kama ifuatavyo. Shule la msingi, kuanza somo la kwanza hadi somo la 5. Marehemu alisoma pa Katanga kwenye shule la msingi maarufu Epe Omo Lobenga. Somo la 6, marehemu alikwenda kumalizia pa Kalunja kwenye shule la msingi ambalo mpaka sasa linaitwa Epe Mangapi. Hapo akabahatika kupata certificate. Shule la sekondari premier CO mpaka deuxième CO marehemu ameenda kusomea pa Bukavu
kwenye Institut du Banda. 3e HP mpaka 5e HP marehemu alisomea pa Instigo pale Goma hadi kupata brevet. Wakati baba yake alipofariki, akuendelea na masomo, akarudi nyumbani kuanza kufanya shughuli za kufundisha na kilimo, na kikampatia kipato cha kuendelea na masomo. Akaenda Bujumbura mwaka wa 1918. Alisomea ku groupe scolaire ya Bujumbura maarufu Ambassade. Ilikuwa mwaka wa 1980. Hapo Bujumbura marehemu Mukandama Shabani Joubert akapatwa na magonjwa, akarudi nyumbani. Mwaka wa 1997 akakimbilia kwenye kambi ya wakimbizi ya Lugufu, akuregea. Ilikuwa ni vocation yake ya masomo, akaanza tena kusoma. Akuwa regulier, alikuwa autodidact. Kwa bahati nzuri akapata diploma d'etat kazi. Marehemu siku zake zote alikuwa mwalimu kwa miaka mingi, takriban miaka 35 yuko nakula unga wa chaki. Alianza kufundisha pale alipopata brevet, alipotoka tu Goma. Aliporudi nyumbani akaanza kufundisha. Pia wakati alikuwa akienda kwenye likizo nyumbani, alikuwa pia anajishughulisha na kazi za kilimo. Hali ya ndoa. Marehemu alioa mke mmoja ajulikanaye kwa majina ya Nyashinde Mangete wa jamaa la Batombwe Bashinjila, nyumba ya Bakongwa wa Loongo. Watoto. Marehemu aliacha watoto wawili wa kike. Wajukuu. Marehemu aliacha wajukuu 6, wa kike 5 na wa kiume 1. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa ya presha na prostate. Familia kwa ushauri wa madaktari ikaamua kumpeleka Kigoma ili kunusuru uhai wa ndugu yao. Jitihada zimefanywa lakini haikuwezekana. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 kifo kikampata na saa 1 ya usiku. Hapa duniani marehemu alifanya miaka 67. Imeandaliwa na familia ya Wazoba wa Simbi, nyumba ya Mwenesimi, ukoo wa Kalole, Katembo Ndilizi. Msimamizi na msemaji wa familia aliyesoma hotuba hii ni Reverend Mabele Kakozi wa kanisa la Mwana Kondoo Undugu Kambini Nyarugusu. Na Mungu atubariki wote. Amen.
Village ukibayai. Village. Tunaomba ukubwa wa village. Na leo nilimukanyamanga mwalo wose watulirano icho tukwatelecha uno molwa au emwe bachi twapata ya mzee wetu mbuka yetu ya ki enzone ya mtuba natenda mwakole manga umueke chiche binge birombo chinane angabi eke wao nabikaribisha binge karibu icho tukwatelecha ubanda na uno molwa miwechi miomo uno wa imanano ale mwene mboka makamo nikyo buchiwe cyo chishabani we oba nikyo banshimwenda mshe oba chieta tatole na byamanga itona tenda mbaka tuikelele bunde yao tenda byamanga mboka tokyo bicho chelecha tu iteni mocho chelecha mzee twaishi na mzee mkandama shabani mwene tumbuka ashile mochu wetu aoba kana sana ashimomone awa lupango kidogo acho tukala choba lunge aingile mmonumba tunatenda nibo mzee Mungu mwateleche o walemu oya ongira ya bato bose nichebe chubose iye tongira shi etani mondi wela mwalo osole ano yeti umatwa o otoyo shika mweko wa mzee wetu ninaisemba benu bose longe moto ele menu machi ano mwaye mwapata kidogo ya msunga watairisha mbuka na enge na ondania na kombelecha elitenda nibo chinoche ya plastiki chile mochimina manga wakati ya bilelo bato bale mwe abite bishile byabo nango wenda ete ya beni oshike ete maya makao mochi eke benu miwechi miomo mboka ronge buchichibobo inachotoa ite mwene mboka shikeleleanga mwene mboka wanso shani kambo yanatenda anachotenda nanga taoli kambo basi na mwana papa de zone ta ekeo nike ite mboka takome hao bibi fupi. Kwa upande wa kanisa, marehemu alikuwa mshiriki wa kanisa Katoliki kama mnavyotuona hapa. Ni kwamba tulimtambua kwa jina la Mukandama Shabani. Marehemu alibatizwa mnamo mwaka 1980. Alibatizwa mwaka huo na kupata kipaimara mwaka huo huo. Kama tulivyosikia hotuba ya familia, kwa sababu familia ndio inamjua mtu zaidi ya kanisa. Hivyo ilipofika hiyo juzi, tulipata taarifa ya masikitiko kwamba mzee wetu ametuacha. Sasa kama kanisa na kwa ujumla, tunaomba tuweze kumwombea mzee wetu kwa Mungu ili aweze kumpokea na kumweka mahali pema peponi. Tumsifu Yesu Kristo. Ni wechi picha sasa. Oh, hokare tata 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 ulale pema pepo, ulale pema pepo. Duniani ni mapito, tunapita tu. Duniani ni mapito, tunapita tu. Nafuta chozi kushoto, kulia lanidondoka, machozi hayaishi. Ili lililotufikia limetumiza mioyo, limetumiza mioyo. Maumivu hayakomi, daddy why?
tutakumisi kwa kazi zako ulozifanya wewe, tutakumisi kwa ucheshi wako ulokuwa nao kaka. Tafsiri ya kifo ni nini? Ni nini? Mana sielewi. Kuna muda nafikiria walokufa wamesafirishwa tu, tena watarudi ila warudi. Mbona mapema umenda, umetuacha na simanzi, mioyo inahuma. Pumzika kwa amani, pumzika kwa amani. Dunia twapita, hapa si nyumbani. Sema waenda, nenda salama. We gon' miss you baba, nenda salama. Nenda salama, nenda. We gon' miss you baba. Lese Stephanie, tutakukumbuka sana. Tumesahau kitu kimoja. Tumeanza msiba leo siku ya posho na tutamaliza siku ya pili. Karibuni sana wapendwa wote ambao waliacha shughuli zao, tushirikiane kwa pamoja siku hiyo, na Mungu atubariki wote. Amen. Buriani. Roho ya marehemu ipate rehema kwa Mungu na ipumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Leo tunamsindikiza ndugu Mkandama katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele.
Kiongozi. Kisa huyu atubiki. Tuombe. Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wote bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Tuombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu. Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Kwa kuomba Bwana, twakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka mzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kwanza kutoka wafu, tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake ufufue siku ya mwisho.
Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Wewe ni uvumbi, utarudi kwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Watu wa serikali angalau baadhi. Watu wa serikali. Asante kaka. Nafasi ya roja ile sana. Ayun share.
Natangulia basi po. Poa poa. Oh, kare tata ulale pema peponi, ulale pema peponi. Duniani ni mapito, tunapita tu. Duniani ni mapito, tunapita tu. Nafuta chozi kushoto, kulia lanidondoka, machozi hayaishi. Ili lililotufikia limetumiza mioyo, limetumiza mioyo. Maumivu hayakomi, Daddy why. Tutakumishe kwa kazi zako ulozifanya wewe, tutakumishe kwa ucheshi wako ulokuwa nao kaka. Tafsiri ya kifo ni nini? Ni nini? Maana sielewi. Kuna muda nafikiria walokufa wamesafirishwa tu, tena watarudi ila warudi. Mbona mapema umeenda, umetuacha na simanzi, mioyo inauma. Pumzika kwa amani, pumzika kwa amani.
nyumbani, sema waenda, waenda. Nenda salama, we gon' miss you baba. Nenda salama, nenda salama, salama. Nenda, we gon' miss you baba. Laissez Stephanie, tutakukumbuka sana brother. Maneno yako na nyimbo zanifariji kwamba upo, lakini kumbe umetutoka wewe. Tulikupenda sana, lakini Mungu kakupenda zaidi yetu. Na 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 na. Nenda salama Stephanie, nenda salama. Japo moyo weumia, lakini hatuna budi kusema kwa heri. Nenda, nenda salama. Duniani twapita, ni mapito. Duniani ni mapito, tunapita. Ulale lala pema peponi brother. Duniani ni mapito, tunapita. Maneno yangu hayatoshi kuelezea uchungu nilio nao. Tunabaki tunalia, sijaamini kama ni wewe umeruhusu haya, na kama ni wanadamu wenye mioyo mibaya, uwasamehe Bwana, uwasamehe tu, uwasamehe. Mbona umetuacha mapema bro? Familia nzima imebaki na machozi tu. Ukikutana nao watakatifu walotangulia, uambie kwamba bado tunapambana. Kifo kinuruma, umechukua mtu mwema kwetu. Watoto wamebaki yatima, umemwacha mwenyewe mkeo. Kama masiara umeenda, kweli duniani tunapita. Nenda salama. Ndugu zako wanalia, ulale salama. Kila mtu anasema ulale salama. Wamwito talenangana, ewa ondake aomye bato bose. Bongene weta ije, ewa ondake aomye bato bose. Mke na watoto umeachia nani? Familia mzima, marafiki twakulilia. Umetuacha na vidonda mioyoni mwetu. Watoshika na menge gabe cha mitema epembwe wayayi niyomoi bawamba katwa wae yachwa ole enobenu chwaoma. Umetutoka
hapa tunapita tu, tunapita tunapita kweli, duniani twapita. Maisha duniani ni mafupi mno, nawe leo umetutoka, umeenda bro, mbele yako nyuma yetu, ulale pema peponi. Remix marking.